inashikamana na yeye ili kuitawala familia yako. Unamuona kwa mfano mtu anaitwa Gideoni. Gideoni akili yake imekaa, anawaza, anafikiria, anaangalia nitaokoaje familia yangu, nitafikishaje kusudi nilionalo. Anawaza ndani yake, anasikia mambo, lakini namna gani ayatimize hayo mambo hawezi. Anajaribu kwenda kujibia ngano. Baadaye Mungu anamtokea, malaika wa Bwana anamtokea, anamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Gideoni anajiuliza, mimi ni shujaa? Shujaa gani anajibia ngano? Shujaa gani hawezi kuokoa ndugu zake? Shujaa gani muoga? Lakini malaika anamwambia, nenda kavunje Mungu wa baba yako. Maana yake Mungu wa baba yake ndiye anayezuia ushujaa ulio ndani ya Gideoni. Na mimi nasema kuna mahala wewe umebarikiwa, wewe sio wa kawaida. Kuna kusudi la Mungu liko ndani yako, kuna wito mkubwa uko ndani yako, kuna hatima kubwa iko ndani yako. Ndio maana ukikaa ndani yako unasikia natakiwa kuwa mhubiri mkubwa, unasikia natakiwa kuwa mwana maombi mkubwa, unasikia natakiwa kusaidia familia yangu. Lakini kwa nini usaidii familia yako? Maana yake kuna miungu ya familia ambayo inazuia ili usije ukabomoa madhabahu zao na wao wakaondoka ndani ya familia. Ninalo neno moja jioni ya leo. Leo tunakimbiza kila mashetani, tunakimbiza kila majoka, tunakimbiza kila mizimu. Wale wanaozuia kusudi lako leo lazima waondoke kwa jina la Yesu. Anaelewa, sema na iwe hivyo. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo, roho yoyote, miungu yoyote, mizimu ya familia inayoshindana na maisha yangu, inayozuia ile sauti ya ndani, ile sauti ya utumishi, ile sauti ya kibali, ile sauti ya upendeleo, leo napiga hiyo roho. Lazima iniachie ili yale aliyoweka Bwana ndani yangu yatimie ndani yangu. Nasema yatatimia ndani yako. Nasema ijalishi umechelewa kwa miaka mingapi, lakini yale yanayoongea ndani yako yatatimia. Kile kibali kitatimia, ile familia itaokolewa. Wako watu wako hapa wanalia sana kwa habari ya familia walizotokea. Mbona magonjwa mengi, mbona balaa nyingi, mbona mikosi mingi? Leo unapopasua hiyo madhabahu, lazima uende salama. Lazima ndoa yako ije, lazima baraka yako ije, lazima wanao aje, lazima utajiri uje, lazima ufanikiwe. Hebu sema, nafanikiwa ninapovunja madhabahu ya miungu ya ukoo na familia yangu. Nitasimama vile vile kama Bwana alivyopanga. Nasema simama kama Bwana alivyokupangia. Aliyepangiwa kusaidia familia, wewe uwape chakula, hilo jambo litazuiliwa. Aliyepangwa ndani ya familia ili awape chakula na mavazi, wewe utasimama vile vile. Aliyopangiwa ndani ya familia aondoe mauti ya familia, leo atasimama vile vile. Hakuna roho tena itakayokuzuia. Anaelewa, sema nakataa roho yoyote inayonizuia, leo naivunja kwa jina la Yesu. Sema amina. Chapia Yesu makofi mazuri. Mwangalie mwenza kwambie kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mwangalie usoni mwambie kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mwambie tena kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Na wewe unajisikia kipo ndani yako, lakini kuna kitu kinachozuia. Leo azuiaye anaondolewa kwako. Leo azuiaye anaondolewa kwako. Lazima mambo ya Bwana yajulikane kwako. Sema amina. Twende tuangalie kwa mfano kwenye Biblia kitabu cha Luka. Ni kuoneshe mtu mmoja mkubwa sana, lakini kuna mambo yalimfuatilia. Luka sura ya kwanza mstari wa 57. Nimekwambia kuna mambo yako ndani yako, lakini kuna miungu inayozuia, kuna maroho yanayozuia. Ukifanikiwa kuyapiga, lazima kile kilicho ndani yako kianze kuonekana kwa jina la Yesu. Haleluya. Tusome hapo Luka sura ya kwanza mstari wa 57. Imeandikwa, ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia, alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake
ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zekaria. Hebu sema, wakataka kumpa jina la babaye Zekaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Hebu sema, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia ukaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na wote waliosikia wakaweka moyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Hebu sema, wakasema mtoto huyu. Sema tena, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Huyu ni mtu mmoja anaitwa Zekaria. Zekaria alikuwa mtumishi wa Mungu, anatumika kwenye madhabahu mahali, lakini alipokuwa anatumika akawa anatumika vizuri, lakini alikuwa na changamoto ya kutokuzaa. Ana mkewe anaitwa Elizabeth, wametumika mpaka wamezeeka, hawana mtoto. Lakini maandiko anasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Zekaria, utapata mtoto. Mtoto huyo ni mwanaume, na mtoto huyo atatanguliwa na roho na nguvu ya Elia ndani yake. Akaambiwa jina lake hakikisha anaitwa Yohana. Huyu baba akaonekana kama atakuwa mtata. Mungu akasema nakushughulikia. Akamfunga kinywa, akawa bubu. Akarudi kwa mkewe, akamwandikia mkewe kwa sababu alikuwa anajua kusoma. Akaandika, mke wangu, nimetokewa na malaika, ameniambia tutazaa mtoto, lakini atakuwa wa kiume. Mtoto huyu ataitengeneza njia ya Bwana. Bila shaka Elizabeth inawezekana alibisha kama alivyobisha Sara, akasema jambo hilo halitawezekana. Anaangalia hali alionayo, anasema jambo hilo haliwezi kuwezekana. Lakini kwambie, neno alilopanga Bwana juu yako, hata kama dalili hazionekani, hilo jambo litatokea vile vile kwa jina la Yesu. Ile ahadi ya Bwana juu ya wewe itasimama vile vile. Haijalishi wangapi wanapinga, lakini mpango wa Bwana lazima utimie juu yako. Sema, mpango wa Bwana utatimia. Elizabeth akasema, Bwana mimi sizai. Baba naye akasema, Bwana ameniambia tusubirie. Walipokutana tu, huyu mama mtu mzima akapokea mimba. Hata kwako inawezekana, usikate tamaa. Naongea na wewe unanisikia, usikate tamaa. Kuna mambo kwako kana kwamba yamechelewa, lakini Mungu akiahidi jambo juu ya wewe litatimia vile vile kwa jina la Yesu. Hakuna wa kuzuia kwa damu ya Yesu. Huyu mama sasa hazai. Baadaye akiwa hazai akapata mimba. Alipopata mimba, maandiko anasema jamaa zake, kusema jamaa wakasikia. Jamaa ni kina nani? Jamaa ni watu wa ukoo. Maana yake ndugu zake wakasikia, bwana, yule dada, yule mama aliyekuwa hana biashara, aliyekuwa eleweki, aliyekuwa hafai, aliyekuwa ingi kwenye ndoa, aliyekuwa hajawahi kuzaa, Bwana amemkumbuka na yeye amezaa. Na mimi nasema itasikika habari kwamba yule aliyekuwa hana biashara ana biashara, ana maduka, ana supermarket, ana fedha za kutosha. Jamaa waliokukataa wataungana na wewe, watakujia na wewe wakubalie, ila kaa nao kwa akili. Sema amina. Gonga na mwenzako, mwambie kuna jamaa zangu walionikataa. Mwambie kuna ndugu zangu walionikataa. Sema tena, kuna
jamaa zangu walionikataa, hao watakuja kwangu mambo yatakaponyoka. Haleluya. Nasema waje kwako mambo yatakaponyoka kwa jina la Yesu. Waje kwako wote waliokupinga kwa jina la Yesu. Wale waliosema hatazaa huyu, hataolewa huyu, hatapata huyu, hatafanikiwa, wakufanikiwa awe huyo. Wewe utafanikiwa na utafanikiwa zaidi ya hao. Nao watakufuata wewe ili waungane pamoja na wewe. Wewe wabariki, maana baraka yako ni baraka ya Bwana. Hebu sema amina. Mwangalie mwenzako, mwambie na jamaa zangu walionipinga, walionikataa, mwambie wale watanijia, wakujie wewe kwa jina la Yesu. Nasema ta wakujie wewe kwa jina la Yesu. Unaona Elizabeth alikuwa azai, lakini alipopata jamaa zake wakaja. Ishu sio kuja, kuna jambo liliendelea. Baadaye huyu mama asikafika siku za kujifungua, akazaa mtoto, katoto kazuri, akataka kukapa jina kama ilivyo kanuni ya asili ya majina. Kwenye familia, kuna familia ambazo jina la mtoto lazima atoe babu, lazima atoe baba, lazima atoe mtu mkubwa ndani ya familia. Unaona, utata wa majina haujaanzia kwako, ulikuwepo tangu kwenye Biblia, lakini ulimalizika salama. Na wewe kwako utamalizika salama kwa jina la Yesu. Nasema utamalizika salama kwa jina la Yesu. Akazaa, ndugu zake wakaja, wanauliza aitwe nani? Kamama kalishaambiwa, kakasema mtoto huyu ataitwa Yohana. Jamaa wakakasirika, watu wa familia, watu wa ukoo wanaojua miungu yao wakasema hapana mtu kwenye familia hii ambaye ameitwa jina kama hilo. Wakaashiria, wakataka kumpa mtoto jina la baba wa Zekaria, maana yake ni babu wa mjukuu. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie jina lako umetoa wapi? Kuna watu wana majina ya babu, jina la bibi, na uko hapa na unajiuliza, lakini una jina lingine la pili ambalo wanakuambia hili jina la ubatizo, lakini hili la babu yako, jina la heshima. Unajiona uko sawa. Kuna maloho yanakuzuia baadhi ya mambo. Leo tuyapige kwa jina la Yesu ili kusudi la Bwana litimie juu ya wewe. Anaelewa, sema kusudi la Bwana litatimia. Akazaa mtoto. Hebu sema mtoto anaitwa Yohana. Wakabishi asiitwe Yohana. Nini? Kwa sababu anajua kuna mila za familia, kuna miungu ya familia. Tukitoa jina lingine, hii miungu ya familia itakasirika, ikasirike, lakini kusudi la Bwana lazima liwe juu ya wewe. Sema amina. Sasa sema kamama kakawa katata. Kama yuko mwanamke hapa, jifunze utata kama wa Elizabeth. Hapa itu hilo jina lake ni Yohana. Wale ndugu wakakawa wakasema kimama hiki kimeokoka, kinasali kwa Bishop Kevi, ndio maana kina ujasiri kama wote. Wakasema hiki sasa tuachane nacho, tuende kwa mume wake. Hawajajua kwamba mume wake na yeye anasali kwenye madhabahu ya Bishop Kevi, na yeye jina lake ni lile lile kama alilonalo mkewe. Nasema wana bonde la uponyaji, kuna jina la baraka litakuwa juu ya wewe ambalo mkeo atakuwa nalo na mume pia atakuwa nalo na uzao atakuwa nalo. Lazima hilo jina litimie kwa jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Kamama katata. Hivi sema katata. Haleluya. Kuna vimama vingine vitata, wanasema mtoto asipewe jina mpaka aje babu wa familia, mpaka aje bibi wa familia. Lakini kama mama kanasema jina hili alishapewa kutoka madhabahuni. Nasema kuna jina umepewa linatokea kwa madhabahuni. Kwa watu wasiozaa, pokea jina la mwanao. Mungu alikuwa anasubiria kwanza ujue namna ya kupambana na miungu ya familia ili akupe jina linalotokea madhabahuni. Nasema watazaliwa wenye majina yanayotoka madhabahuni na watapewa majina kabla hujazaa, kabla hujapata mimba. Hayo mambo nayaona na yatatokea kwako. Anaelewa, sema amina. Weka makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Katoto mama akakataa, akaitwa baba Ita. Baba kaitwa Ite.